Wito wangu kutoka kwa Bwana. Nataka nielezee kwa kifupi wito wangu kutoka kwa Bwana. Na nikiwa naelezea wito wangu, kwa nini ninaelezea wito wangu? Ni kwa sababu wito wangu ndo umebeba kila kitu kwa ajili ya maisha yangu, ndo imebeba kila kitu ambacho Mungu amekusudia kwangu, kutoka kwangu kwa ajili ya maisha yako. Wito wangu, kila mtumishi wa Mungu au kila mtu Mungu amemuita kwa wito wake. Na ndio maana hata ukisoma maandiko matakatifu au ukifuatilia utakutana na watumishi wa Mungu mbalimbali. Kila mmoja alikuwa na wito wake tofauti na wito wa mtu mwingine. Hata kama ni nabii kwa nabii, hata kama ni mtume kwa mtume, lakini kila mmoja alikuwa na wito wake. Ukiangalia kazi alizozifanya Elia ni tofauti na kazi alizozifanya Musa. Hata sasa nyakati hizo ukiangalia huduma za watumishi wa Mungu, kila mtumishi anafanya huduma yake kulingana na wito wake ambaye Mungu amemuita. Watumishi ni tofauti kwa sababu wito ni tofauti. Kila mtu anafanya kulingana na namna ambavyo Mungu amemuita. Ndio maana sio vizuri kujilinganisha na mtumishi mwingine. Sio vizuri kukosoa watumishi wengine. Sio vizuri kuhangaika na mambo ambayo watumishi wengine wa Mungu anafanya. Bali tunapaswa kila mtu kufanya lile ambalo ni kusudi la Mungu kwenye maisha yake. Unapoona ya kwamba labda kuna mtumishi anafanya makosa au anaenda kinyume, anapoteza watu, wewe fanya lile ambalo Mungu ameliweka ndani yako ili uwavute wale watu. Ili adui anapoachilia mabaya juu ya watu au anapotumia watumishi wake vibaya ili kupoteza watu, watokee na wale wa Mungu ambaye Mungu ameweka kweli ndani yao ili waweze kuwarejesha watu kwa Mungu, waweze kuwarejesha watu kwa Mungu kwa kupitia lile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yao. Kusudi ambalo Mungu ameniitia ni tofauti na kusudi ambalo Mungu amewaitia watumishi wengine. Nikiangalia katika kitabu cha Daniel mlango wa 3 mstari ule wa 16 mpaka mstari wa 18. Tunaona namna ambavyo Nebukadneza mfalme aliwakusanya watu ili wamwabudu Mungu wake. Alikuwa anawapeleka watu kuabudu sanamu na alifanikiwa. Lakini angalia wale vijana wa kina Shadrach, Meshach na Abednego. Hawakupambana kushindana na Nebukadneza kwamba unapoteza watu. Hawakupambana kushindana na watu kwamba hapana, hivyo sio sawa. Bali wao walimtukuza Mungu wao ili watu wapate kuona uweza wa Mungu wake, ili watu wapate kujua Mungu wa kweli ni nani. Na mimi siku ya leo niko mahali hapa kwa ajili hiyo. Ukiangalia Biblia inasema katika Danieli mlango wa 3 mstari ule wa 16. Biblia inasema, ndipo Shadrach na Meshach na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadneza, hamna haja kukujibu katika neno hili. Mstari wa 17, kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, na naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Mfalme alitoa msisitizo kwa kina Shadrach baada walipokataa kuisujudu sanamu yake, lakini aliwafuata tena akawasisitiza kwamba tanuru litaongezwa mara 7, moto utawaka zaidi mara 7 na watatupwa katika moto. Lakini wao wakasema ya kwamba kama Mungu wetu tunayemwabudu, Mungu wetu tunayemwamini, kama hatatuokoa, basi tuko tayari kuangamia. Kwa nini? Kwa sababu walimwamini Mungu wao. Na Mungu wakati mwingine anahitaji kuwapata watu ambao ni mashujaa ili adhihirike. Anahitaji kuwapata mashujaa wa imani, watu ambao watasimama ili adhihirishe uweza na nguvu zake. Niko mahali hapa kwa ajili ya wito ambao Mungu ameachilia ndani yangu, wito ambao Mungu ameniitia. Bwana Mungu ameniita wito wa Gideon mara 3, na sauti yake imesema nami mara 3. Nikapata udhibitisho. Nami tazama, nilikuwa nina wasiwasi ya kwamba mimi ni mdogo. Nilikuwa nina wasiwasi ya kwamba familia yetu hatujulikani. Lakini niliposoma kile kitabu
cha Waamuzi mlango wa 6 kuanzia mstari ule wa 10 na kuendelea, niligundua ya kwamba malaika wa Bwana, mstari wa 11 na kuendelea, malaika wa Bwana alipomtokea Gideon naye alikuwa anajitetea akisema ya kwamba Mungu, mimi siwezi, mimi ni mdogo, sisi ni watu wa kudharaulika. Lakini Mungu alimwambia, nenda, maana niko pamoja na wewe. Na mimi Bwana alisema na mimi ya kwamba niko pamoja na wewe, na chochote utakachokifanya nitakusaidia, lolote unataka litatokea. Kwa hiyo niko mahali hapa kwa ajili ya kukueleza wito wangu. Lakini sababu ya kuelezea wito wangu ambaye Mungu ameniita ni udhibitisho ambao ninao ndani yangu ya kwamba Mungu yuko ndani yangu, mwenye miujiza yuko ndani yangu, mwenye uweza yuko ndani yangu kwa ajili ya kubadilisha maisha yako, kwa ajili ya kufungua maisha yako. Bwana Mungu amenituma kwako kwa ajili ya kuwafungua waliofungwa na kuteswa mikononi mwa wachawi, mikononi mwa adui, mikononi mwa ushirikina. Jambo lolote ambalo linatesa maisha yako, niko hapa kwa ajili ya kukufungua. Maana Bwana ameniita wito wa kuwafungua waliofungwa. Wako ambao wameitiwa wito mwingine, lakini mimi niko hapa kwa ajili ya kufungua waliofungwa. Wewe ambaye unajua adui amefunga uchumi wako, wewe ambaye unajua kuna mahali adui amefunga familia yako, unajua kuna mahali adui amekufunga, unajua kuna sehemu umefungwa na adui, ninafungua maisha yako siku hii ya leo, kwa sababu ninazo funguo za mamlaka. Nina mamlaka yote kwa ajili ya kukufungua, na ninatangaza kukufungua kuanzia sasa hivi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninaachilia kufunguliwa kwako, ninatangaza kufunguliwa kwako, ninafungua maisha yako. Pokea kufunguliwa, pokea kuinuka tena kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa sababu Mungu amenipa hiyo mamlaka. Hiyo ndio sababu niko mahali hapa, hiyo ndio sababu unanitazama mahali hapa, hiyo ndio sababu siku hii ya leo ndo unanisikia. Haujachelewa kunisikiliza, haujachelewa kuniona. Lakini kusudi la Mungu ni nini? Kwa nini umeniona leo sasa hivi? Kwa nini unanisikia leo sasa hivi? Ni kwa sababu ya hilo jambo ambalo linakusumbua. Ninataka tu uchukue imani ya kuamini na kukubali. Ninataka tu uanze kwa vitendo ya kwamba ndio Mungu anatenda, ndio Mungu ananiwezesha. Anza kupokea muujiza wako sasa hivi, sio baadaye, ni sasa hivi. Anza kubadilika, anza kubadilika katika ulimwengu wa roho. Ninaanza kubadilisha maisha yako kwenye ulimwengu wa roho. Ninaanza kubadilisha historia yako kwenye ulimwengu wa roho. Ninaanza kubadilisha kila kitu chako kwenye ulimwengu wa roho. Ninaachilia mabadiliko katika ulimwengu wa roho mpaka kwenye ulimwengu wa mwili, damu na nyama. Ninaachilia mabadiliko sasa hivi. Hata kama umelala, ninaachilia uzima kwenye ulimwengu wa roho kutokea mpaka kwenye damu na nyama, mpaka kwenye uhalisia. Pokea uzima. Amka hapo ulipo, inuka hapo ulipo, simama hapo ulipo. Katika jina la Yesu ninafufua kazi zako, ninafufua biashara zako. Wewe ambaye adui amekufunga mahali alipokufungia, ninakufungua sasa hivi. Wewe ambaye umezuiliwa, ninakutoa katika vizuizi sasa hivi. Pokea neema mpya, pokea uweza wa Bwana kuanzia sasa hivi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nasema pokea sasa hivi, pokea sasa hivi. Iko nguvu ya kukuinua hapo ulipokaa, iko nguvu ya kukuhamisha hapo ulipokwama, iko nguvu ambayo inatoka kupitia sauti hii, inatoka kupitia picha hii, video hii, inatoka. Iko nguvu ambayo inaingia ndani yako. Nitazame, iko nguvu inaingia ndani yako. Bwana Mungu ameachilia nguvu ndani yako, ameachilia uweza ndani yako. Pokea uwezo, pokea uwezo wa kuvushwa kuanzia sasa hivi. Ninatangaza neema ya Kristo. Na wewe ambaye bado hujamkubali Yesu Kristo, bado hujaokoka, ninaomba mtoto wa Mungu nikuongoze sala ya toba, au ninaomba nikualike katika ufalme wa Mungu, kwa sababu mbali na mamlaka ambaye Mungu amenipa kwa ajili ya kuyabadili maisha yako, kwa ajili ya kufungua, lakini pia ninataka hii mamlaka Mungu aiachilie ndani yako, kwa sababu sio tu kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya kila anayemwamini Bwana, ni kwa ajili ya kila mmoja ambaye amemchagua Mungu, amemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hebu sema Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako kuanzia leo. Ninamkataa shetani na mambo yake yote. Naomba futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo
ninakupokea Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia sasa utawale maisha yangu yote. Kwa maana imeandikwa, kwa kinywa mtu ukiri na kwa moyo uamini hata kupokea wokovu. Nami nimepokea wokovu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu pokea neema na uweza wa Roho Mtakatifu wa kukuwezesha katika wokovu wako, na pokea mabadiliko kuanzia sasa. Neema ya Mungu ikutunze.